Abel, umeridhika saa? Sikukuzia mambo yote fiki hivya. Mtoto amekufa Pendo. Naumia pia. Usithubutu kusema unaumia. Suzi alikuwa analia hospitalini kwa kumpoteza mtoto wake na yote ni kwa sababu yako. Nilikuwa na hasira tu. Hasira gani zinamfanya mtu amsukume mwanamke mjamzito kwenye ngazi? Nilikuwa naogopa kukupoteza. Hapana, ulinipoteza muda mrefu sana. Nilijaribu kuvumilia kwa sababu wewe ni mama wa mtoto wangu. Lakini baada ya leo siwezi hata kukuangalia. Abel, tafadhali. Ondoka. Nini? Nimesema ondoka kwenye nyumba hii. Unanifukuza? Karibu mwe Suzi. Na umemwoa mtoto asiye na hatia. Sikukusudia mimba iharibike. Lakini imetokea. Kila nikifumba macho namuona Suzi akilia hospitalini. Alikuwa anashika tumbo lake akiuliza mtoto wake yuko wapi. Na wewe unalia kwa ajili yake hivyo? Ndiyo. Nampenda. Hapana. Na sitaendelea kukaa ndani moja na mtu aliyemuumiza hivyo. Sawa, kama unataka niondoke basi nitaondoka. Unamaanisha nini? Nitaondoka na mtoto wangu. Hapana. Mimi ndiye mama yake. Na mimi ni baba yake. Huwezi kunitenganisha na mwanangu. Na wewe huwezi kutumia mtoto kama silaha. Unafikiri rahisi kuwa na mwanao unayempenda amebeba mwanamke mwingine mbele ya macho yako? Hiyo haikupi haki ya kuharibu maisha ya Suzi. Na Suzi aliharibu maisha yangu. Kabla hajafika hapa bado nilikuwa na nafasi moyoni mwako. Hapana. Ukweli ni kwamba nilikuwa najaribu kulazimisha kitu kilishakufa zamani. Kwa hiyo huyu Suzi ni muhimu kuliko familia yako? Familia ya umizani namna ulivyofanya leo. Kimchagua huyo msichana, utamwona mtoto wako tena. Usinitishe kwa mtoto. Sikutishi, nakwambia ukweli. Nikiondoka, naondoka na mwanangu. Huwezi kufanya hivi. Angalia tu nifanyavyo. Abel, umenyoa ndevu. Suzi anaendeleaje? Amelala baada ya kulia sana. Poor girl. Sikuwahi kufikiria mambo yangefika hapa. Mimi pia. Unaumia sana. Nimejaribu kujifanya niko sawa, lakini siwezi. Nilimwona hospitalini Martha. Alikuwa analia kama mtu aliyepoteza dunia nzima. Na nilihisi moyo wangu unavunjika kila sekunde. Abel. Najua kila mtu ataona ni makosa, lakini siwezi kuendelea kuficha. Kuficha nini? Nampenda Suzi. Una uhakika hayo si hisia za huruma tu? Hapana. Abel, Suzi amepitia mengi na wewe pia uko kwenye hali ngumu. Nilijaribu kupambana na hisia hizi kwa muda mrefu, lakini kila nikimwona, kila ninapoongea naye nahisi amani. Hata kabla ya leo nilishampenda, lakini nilikuwa naogopa kukubali. Kwa sababu ya Pendo? Ndiyo. Nilikuwa nataka kujaribu kuijenga tena familia yangu kwa ajili ya mtoto. Lakini moyo wangu haukuwa tena kwa Pendo. Na Suzi je? Una uhakika utamuumiza zaidi? Hilo ndilo jambo linaloniogopesha zaidi. Maisha yake tayari yamejaa maumivu. Na leo amepoteza mtoto wake mbele ya macho yangu. Lakini kitu kimoja najua. Kwa kweli, ndiye mtu pekee alileta upendo wa kweli ndani ya nyumba hii kwa muda mrefu. Martha, najua unaweza kuona jinsi alivyo. Sitaki kumpoteza pia. Kimya kizito kinaingia. Je, unajua watu watasema nini? Sijali. Watamwona kama msichana aliyekuja kuvunja familia. Suzi hajavunja chochote. Nilianza kumpenda Suzi tangu siku ya kwanza alipofika hapa. Kuna wema ndani yake ambao ni wa nadra sana. Hata mtoto alimpenda kama mama yake. Lakini pia ninaogopa kwa ajili yake. Kwa nini? Kwa sababu nampenda kama mwanangu sasa. Na sitaki aumie tena. Sitamruhusu aumie tena. Unasema hivyo kwa sababu unampenda au kwa sababu unajilaumu? Vyote viwili. Lakini mapenzi yangu kwake ni ya kweli. Na Suzi, unafikiri anakupenda? Ndio, lakini anaogopa. Anaogopa nini? Kupoteza kila kitu tena. Kama kweli unampenda usimarakishe. Kwa sasa anahitaji uponyaji zaidi kuliko mapenzi. Najua. Lakini jambo moja nakuhakikishia. Sitamruhusu Suzi apitia yoyote peke yake tena. Suzi. Ndio? Jiandae. Kuna mahali tunaenda. Wapi? Utajua tukifika. Abel, sina nguvu ya kutoka leo. Najua. Ndio maana nataka kukuondoa kwenye hizi huzuni kidogo.
Unawaza nini? Kila kitu. Bado siamini mtoto ameondoka. Najua. Kila nikifumba macho namwona. Abel, tumekuja huku? Ndio. Kwa nini? Nataka nikuone utatabasamu tena hata kama ni kidogo. Karibu sana. Abel, hii ni gharama kubwa. Sitaki kufikiria gharama leo. Nataka ujione jinsi nilivyokuwa na mimi tangu mwanzo. Napumzika kidogo, Abel. Ustarehe mpenzi. Nitengenezewe nywele na kucha. Utapendeza sana. Na isi utulivu. Nimekukosa. Mimi pia. Huyu ni mimi kweli? Huyo ndiye Suzi ninayemjua. Asante. Hapana Abel, hii sasa imezidi. Hakuna kilichozidi. Siwezi kuvaa nguo za huku. Kwa nini? Watu kama mimi. Usiseme tena watu kama mimi. Unatamani kuliko unavyojiona Suzi. Hili litakufaa. Abel ni zuri sana. Basi lichukue. Na hili pia. Hapana, hayo ni mengi. Bado hatujafika mengi. Na hili pia. Beautiful. Usiangalie hivyo. Nifanye nini sasa kama huondoe macho yangu kwako? Abel, kwa nini unanifanyia yote haya? Kwa sababu nataka kosa amo dakika chache. Na kwa sababu unastahili vitu vizuri. Hakuna mtu aliyewahi kunijali hivi. Basi zoea. Hakuna mtu aliyewahi kunijali hivi. Basi zoea. Suzi, una akili sana. Nimejifunza tu haraka, madam. Hapana, una uwezo mkubwa kuliko unavyofikiri. Good morning. Abe, njoo ni msichana wako anavyonisaidia kazi. Madam, Mimi nilijua tangu mwanzo kuwa ana uwezo mkubwa. Anastahili maisha zaidi ya kuwa ndani ya nyumba tu. Hello Mr. Daniel. Nahitaji nafasi moja ya assistant kwenye kampuni mpya. Ndiyo. Lakini nataka mtu huyu apewe nafasi kwa sababu ana uwezo, sio kwa sababu namjua. Sawa, hakuna shida, atapata. Suzi, Ndio? kuna kitu nataka kukuonyesha. Interview letter? Ndiyo, ni fursa yako. Nashukuru sana Abel. Utaenda kufanya kazi. Kazi gani? Assistant manager kwenye kampuni ya rafiki yangu. Hapana, mimi siwezi kufanya kazi kubwa kama hiyo. Unaweza. Abel, mimi hata sijazoea mazingira hayo. Suzi, maisha yako haishi kwenye maumivu uliyopitia. Nataka ujione jinsi dunia inaweza kukuona. Kwani unanifungulia milango mingi hivi? Kwa sababu wewe ni mtu wa thamani. Na nikiharibu? Utajifunza. Na watu watanichukuliaje? Utajifunza kama mwanamke mwenye uwezo. Hakuna aliyewahi kuniamini hivi kabla. Mimi naamini. Ninaogopa. Hata mimi nilikuwa naogopa siku yangu ya kwanza kufanya biashara. Halafu? Nikagundua confidence inaanza baada ya kujaribu. Na leo utakuwa sawa. Trust me. Iliendaje? Nimepata kazi. Nilijua. Abel. Asante kwa kuniamini. Nitakuamini kila siku, Suzi. Karibu Suzi. asante sana. Kaa kwenye kiti, Suzi. Nimesoma taarifa zako. Nafanya ninachoweza saa. Humu ndani kuna pressure nyingi. Una uhakika utaweza? Umekula? Bado saa. Sawa, tutakula pamoja. Hapana, saa sihitaji. Hiyo ni order.
Unajua wewe ni tofauti? Tofauti gani? Una utulivu ambao ni rare sana. Oh. Asante saa, tutaonana kesho. Drive safe. Suzy, Abel. You must be able. Ndio. Suzy ni mtu mzuri sana kazini. Najua. Pendo, unaondoka? Si uliniambia niondoke? Ndio. Abel, kwa mara ya kwanza ulikuwa nasema ukweli kutoka moyoni. Nilijishusha vya kutosha kwa ajili yako Abel. Nirudi hapa nikiamini bado nina nafasi moyoni mwako. Kumbe tayari ulikuwa umebeba mtu mwingine kila kitu nilichokuwa napigania. Sikupanga mambo yawe hivi. Lakini yamekuwa hivyo. Unajua kitu kinachoniuma zaidi? Si kwamba umependana na Suzy, ni jinsi unavyomtazama. Miaka yote niliyokuwa na wewe, sijawahi kuona ukiwa hivyo kwa mtu. Unampenda kweli? Pendo, we bado ni mama wa mtoto wangu. Lakini si mwanamke wa moyo wako tena. Siwezi kuendelea kuishi ndani ya nyumba moja nikimwona mwanaume ninayempenda akimpenda mwanamke mwingine kila siku. Na mtoto? Ni mwanangu. Ni mwanangu pia. Najua. Sitakunyima kumwona. Lakini kwa sasa siwezi kubaki hapa. Pole kwa kila kitu kilichotokea. Lakini sasa mpende Yosus vizuri kuliko ulivyonipenda mimi. Usimuumize kama ulivyoniumiza. Huyu Suzy anazidi kupendeza kila siku. Na boss Rai anaondoi macho kwake. Suzy, unaweza kuja office kwangu? Sawa sawa. Umeniita boss? You look nice today. Asante boss. Hizo nguo zimekufaa sana. Asante. Umeshakula breakfast? Ndio kidogo. Kidogo sio answer nzuri. Leo utatoka lunch na mimi. Boss mimi? Relax, ni lunch tu. Sawa. Sehemu kama hizi huwa zinaniogopesha. Kwa nini? Nahisi kama sifai kwa huku. Unajidarau sana Suzy. Unafaa sehemu yoyote unayotaka kuwepo. Na ukweli ni kwamba watu wengi huku ndani wanakuheshimu tayari. Really? Ndio, una akili na una utu.